Huenda kukawa na mabadiliko ya kimya ya ushawishi katika kilele cha serikali, hali inayomfanya naibu rais Kithure Kindiki kuonekana kuwa katika shinikizo. Nyaraka za siri za serikali zilizopatikana na KTN zinaonyesha mchakato ambao umemweka waziri mkuu Musalia Mudavadi katikati ya masuala ya mahusiano kati ya serikali kuu na serikali za kaunti, jukumu ambalo awali lilihusishwa na ofisi ya Kindiki. Haya yanajiri miezi michache kabla ya taifa kuingia katika kipindi kingine chenye ushindani mkubwa wa kisiasa. Mwandishi wetu Grace Ng'ang'a anatufuatilia nyaraka hizo na sasa zinazozunguka uamuzi huo. Mara tu baada ya kuondoka madarakani, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alianza kudai kwamba waliokuwa nyuma ya kuondolewa kwake kupitia mchakato wa kumuondoa ofisini wangemlenga mrithi wake baadaye. Mara kwa mara alisisitiza kwamba lengo halikuwa tu kumuondoa yeye, bali pia kudhoofisha taasisi ya ofisi ya naibu rais. Leo mtu mfupi amepangiwa na Kasongo. Way the people around William Ruto were treating me as deputy president, being very disrespectful, abusing me, calling me all manner of names, that has started being done to him. Sasa hatua hii mpya imeongeza sura nyingine katika mjadala huo. Nyaraka za siri za serikali zilizopatikana na KTN zinaonyesha mchakato wa miezi kadhaa uliohusisha ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ofisi ya waziri mwandamizi, seneti na ikulu, ambao hatimaye ulimpeleka Rais William Ruto kumteua waziri mwandamizi Musalia Mudavadi kusimamia utekelezaji wa sheria ya mahusiano ya serikali za kitaifa na kaunti. Hoja inayotolewa ni rahisi kwamba Kithure Kindiki ana majukumu mengi mno. Hali hiyo imepelekea mapendekezo kumuondoa kuibuka kama mwenyekiti wa baraza la bajeti la serikali kuu na serikali za kaunti IBEC, moja ya taasisi muhimu zaidi inayoratibu uhusiano wa kifedha kati ya serikali kuu na serikali za kaunti. Lakini maelezo hayo tayari yameanza kuzua maswali ya kisiasa. Ndio na Rais Mheshimiwa William Ruto mwele hata. Kwa mtu ambaye kwa miezi kadhaa amekuwa akionekana mara kwa mara katika mikutano ya Kenya Kwanza akisisitiza kauli ya miaka 10, kwa nini sasa wenyekiti wa baraza lisilokutana mara kwa mara unaonekana kuwa mzigo mkubwa? KTN pia imefahamu kuwa tangu Januari Kindiki hajawahi kuongoza kamati ya uratibu wa serikali za kati na county, ambapo mwezi Aprili aliwaalika wadau katika sekta hiyo kabla ya baadaye kufuta mwaliko huo. Hii serikali ya William Ruto ambaye fireman ako namba 2 ati tuondoke, ati tungojee serikali nyingine. Mchakato huo ulianza Januari mwaka huu, wakati mwanasheria mkuu wa serikali alikuwa ameandaa rasimu za kanuni za kutekeleza sheria ya mahusiano ya serikali za kitaifa na serikali za kaunti. Lakini kanuni hizo zilipowasilishwa katika seneti, swala la kikatiba liliibuliwa. Ingawa amri ya utendaji nambari 1 mwaka 2025 ilimpa naibu rais jukumu la kuratibu mahusiano kati ya serikali kuu na serikali za kaunti, kifungo cha 147(4) cha katiba kinazuia naibu rais kutekeleza majukumu yaliyotengwa waziri wa serikali chini ya sheria hiyo. Seneti ilimshauri Rais William Ruto kutumia kifungo cha 132 cha katiba kumteua waziri wa serikali kusimamia utekelezaji wa sheria hiyo. Baadaye waziri mwandamizi Musalia Mudavadi aliomba uteuzi huo kupitia barua kwa mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei, akimtaka kutumia mamlaka yaliyo chini ya kifungo cha 132 cha katiba na kumteua kuwa waziri anayesimamia masuala ya mahusiano ya serikali. Mnamo Juni tarehe 8, mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei aliwasilisha uamuzi wa rais na kumteua rasmi Mudavadi katika nafasi hiyo. Jina la Kindiki halikuwekwa katika nakala ya barua hiyo. Wiki kadhaa baadaye, Mudavadi aliufahamisha mkutano wa magavana kwamba ofisi yake ilikuwa imepokea uteuzi huo na akaelekeza idara ya serikali ya ugatuzi kuchukua hatua zinazohitajika kutekeleza uamuzi huo. Kwa kushangaza, siku hiyo hiyo katibu mkuu wa masuala ya bunge aliandikia mwenzake katika idara ya ugatuzi Michael Nasalon, ambaye yuko chini ya mamlaka ya Kindiki, akiomba ofisi hiyo kutoa notisi ya gazeti la serikali ikitangaza kwamba Mudavadi sasa ndiye anayesimamia masuala ya mahusiano ya serikali. Hatua hii inajiri wakati nyeti kisiasa, chini ya mwaka mmoja kabla uchaguzi mkuu ujao, huku siasa za urithi wa uongozi ndani ya serikali ya Kenya Kwanza zikizidi kushika kasi.
Baadhi ya viongozi wanaomuunga mkono Rais William Ruto wamekuwa wakisema hadharani kuwa rais anapaswa kupanua uungwaji mkono wake zaidi ya eneo la Mlima Kenya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027, huku kikiwa na mapendekezo kwamba mgombea mwenza wake anaweza kutoka eneo jingine la nchi. We have to go for a lower position. It must not be lower than number 2. Nobody ataweza kuzima ndoto ya jimbo la Pwani. Haiwezekani. Ama namna gani? Ni nini ambao wao wanacho sisi hatuna? It would be foolish for me to again go back to Homabay. I can only go up. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua pia hivi karibuni amedai kuwa baadhi ya watu wanaomzunguka Rais Ruto wameelekeza sasa nguvu zao kwa Kindiki. Wewe mtu ya soprano hapana tumiwa na Kasongo vibaya. Nimepata habari vile walikuwa wananikosea heshima au Wakalenjin. Wameanza kumtesa huyo Kindiki hapo. Kumkosea heshima. Sahi they don't see him like anybody. And I've sent word to him. Nimetuma mtu rafiki yake nimemwambia be careful. Hii si mara ya kwanza kwa Kindiki kuonekana kuwa katika shinikizo la kisiasa. Muda mfupi baada ya kuingia madarakani kufuatia kuondolewa kwa Gachagua, Rais William Ruto alizidi kumpa Mudavadi nafasi kubwa zaidi katika kuratibu shughuli za serikali ndani na nje ya nchi. Ingawa ofisi ya waziri mkuu ina jukumu la kuratibu shughuli za serikali, kuongezeka kwa ushawishi wa ofisi hiyo kulizua mjadala wa kisiasa kuhusu namna majukumu ya utendakazi yalivyokuwa yakigawanywa. Katika miezi iliyofuata, Kindiki aliendelea kuwa na wasifu wa chini kisiasa, akijikita zaidi katika utekelezaji wa miradi ya serikali na ziara za maendeleo, huku kukiwa na mjadala unaoendelea kuhusu ushawishi wa ofisi yake. Grace Nganga, KTN. Fireman anapigwa na makombora kweli kweli. Tazidi kuona vile kutakavyosonga, lakini tuangazie siasa hizi sasa.